Mashekhe tunyoke, viongozi tunyoke. Haya ninayosema sio shutma kwa mashekhe wenzangu, bali na mimi nimejiingiza humo ndani, na mimi nimo. Hakuna sehemu naweza nikakwepa lawama, hata kama nimefanya jitihada kadhaa, bado hazilingani na ukweli na uhalisia unaotakiwa. Mashekhe na viongozi tunyooke, tuache kujidhalilisha. Tunajidhalilisha wenyewe. Tuache kuuza dini, tuache kuuza imani. Vipi kivuli kitanyoka wakati mtu umepinda? Vipi waumini wetu watanyoka sisi tumepinda? Tupendane, tushikamane, tuthaminiane. Kwa hotuba hii najua itakaliwa sana. Ikalieni vya kutosha. Nimeongea kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Kwa hotuba hii naweza kushangaa akanijibu mtu katika hao mashekhe wenzangu. Sikumtaja mtu jina, nyinyi mashahidi. Sijataja jina baraza la mtu, taasisi ya mtu, jumuiya ya mtu. Nimetoa hotuba hii kupitia matukio yaliyojiri katika nchi yetu. Mmoja ya maaskofu alipata kushambuliwa, maaskofu nchi nzima wameungana. Mmoja tu, na katika nchi hii haijapata hapo kutokea askofu kushambuliwa. Wenzetu watukufu watakatifu tunashambuliwa ni sisi tu, wanyonge wa Mungu na mtume. Wamejitokeza, wanatoa matamko mazito, bali wanajiingiza mpaka kwenye siasa na kutetea wanasiasa. Wana uthubutu kwa sababu wamejijengea heshima na wakaheshimika. Sisi tumejengea kudharauliwa na tumedharaulika. Mimi sijamtaja mtu jina, atakayenijibu na waomba Waislamu duniani kote mumjue nimemgusa na ndio mwenye sifa hizo, na hotuba yangu imemgusa na ndio maana akajitokeza. Ukirusha jiwe kizani ukasikia mtoto kasema yala, ndio huyo mtu mzima.